unaobeba, it is either utawafanya watu wawe hai au ni wakuwaua watu. Maana ule ujumbe unaobeba unategemea sana katika maisha ya watu wengi. Kuna mtu ukimhubiria ile neno umebeba, maisha yake itapona. Kuna mwingine ukimhubiria ile maneno uko nayo, huyo mtu ataenda kujiua. Kwa sababu kilicho ndani ya moyo wako ndicho unachokiongea. Yale maneno ya tumaini iliyo ndani yako ndio utafanya wengine wakuwe hai au wakufe. Bwana Yesu asifiwe. So hebu jiulize, mimi tangu nizaliwe kwa hii dunia nimewapa watu wangapi tumaini na nimeua watu wangapi? Kwa sababu iwezi kuwa umeua kamoja. Bwana Yesu asifiwe. Iwezi kuwa pia umepatia tumaini kamoja. Yale maneno unayabeba katika maisha yako inategemea sana kwa maisha ya mtu mwingine. Maana imefika wakati tunaua bila kujua, au tunawapa watu uhai pia bila kujua. Lakini wacha nizungumzie mtu ambaye anamjua Mungu na kumuelewa, mtu ambaye anamjua Mungu na kumfahamu. Sasa tuachane na hayo mengine, tuachane na hizo vitu zingine. Wacha niongelee mtu ambaye anamjua Mungu, ako na uhusiano na Yesu Kristo, anajua kazi yake katika ufalme wa Mungu ni kazi gani. Maana mtu ambaye ako katika ufalme wa Mungu anafaa abebe ujumbe mwema ama habari njema. Bwana Yesu asifiwe. Anafaa abebe good news, anafaa abebe habari njema, akawapelekea wale ambao wanateseka, akawapelekea wale ambao wamekata tamaa, akawapelekea wale ambao hawana matumaini ya kuendelea kuishi, akawapelekea wale ambao wamefika wakati wanaona wamefika mwisho. Ule ujumbe unaobeba ukiwa mwokovu unategemea sana hata katika community. Bwana Yesu asifiwe. Huo ujumbe unategemea sana. Maana utakutana mtu ambaye ndoa yake inakuja kuisha, unamwambia unajua nini, achana na hako kamuzee kamekuzoea sana, hiyo ndoa umeivunja. Na baby ndada ndiye ako na shida. Utakutana na ndugu akwambie mke wangu amenisumbua sana, utamwambia wanawake ni wengi, tafuta mwingine. Kumbe huyu ndugu ndiye ako na shida. Badala kumpatia maneno ya tumaini ya kuponya ile ndoa yake, wewe umechangia kuiua na kuisambaratisha. Kwa hivyo inategemea sana ule ujumbe unaobeba. Bwana Yesu asifiwe. It depends more in the message that you are carrying to bring it to many people. Bwana Yesu asifiwe. Umebeba ujumbe wa aina gani? Wewe sasa hivi tukiongea, ni watu wangapi umewapa tumaini? Ni watu wangapi umewaponya? Ni watu wangapi ambapo walikuwa wanataka kujiua, wakakusikia ukiomba kwa nyumba wakaacha kujiua? Haleluya. Amen. Kuna siku moja miaka ya nyuma sana, mwaka wa 2013. I think it was 2014. Kuna mahali nilikuwa naishi kule South B, na sasa nilikuwa ninaomba usiku wa manane. Nikiomba usiku wa manane, kumbe kuna jamaa amenunua dawa ya sumu na alikuwa anakunywa ile dawa. Bwana Yesu asifiwe. Sasa mimi naomba saa 8 ya usiku. Ninaombea watu, naombea mpaka majirani. Ule jamaa tayari alikuwa ameshaweka dawa tayari na alikuwa ameinunua. Lakini nikaomba, nikaita Mungu huo usiku wa manane. Nikaomba. Nilipomaliza kuomba na kukaa chini kidogo, nikasikia geti imebishwa. Geti yetu ilikuwa na milango miwili. Kuna mlango wa kwanza, kulikuwa mlango wa pili. Sasa akabisha mlango wa kwanza na akabisha mlango wa pili. Sasa mimi sikuogopa, nikaenda nikafungua niangalie nani anabisha. So nilipoenda pale nikapata jamaa alikuwa jirani yangu hapo nyuma kidogo, ambapo alikuwa amekosana na mke wake na alikuwa ameenda. Sasa alikuwa amenunua sumu akunywe na akufe. Bwana Yesu asifiwe. Alipoingia kwa nyumba akanielezea yote. Nikamwambia lete hii kwanza, nashukuru Mungu wakati huo kulikuwa na kunguni nyingi sana kwa nyumba wakati huo. Bwana Yesu asifiwe.
Nikaona kumbe hii maombi imefanya kazi, kwa sababu huyu mtu alikuwa anataka kujiua na mimi kwa nyuma kulikuwa na kunguni. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Akaleta ile dawa, nikachukua nikaiweka, na tukaomba na yeye na ule jamaa kujiua. Bwana Yesu asifiwe. Hivyo ndivyo yale maneno ambayo Bwana alikuwa ameyaweka katika kinywa changu, hivyo ndivyo ilivyomponya. Amen. Na wewe unabeba ujumbe wa aina gani? Pale kwa plot, pale kwa kazi, watu wanakuja kwako, anakuletea shida, unamwambia ile, unajua nini, achana na huyu mzee, unajua nini, unajua ukimwambia wachane naye na huyu mtu ako na watoto, atapata yupi wa kulea au watoto mwingine kama baba ya wao watoto? Ndio ataweza akapata yule wa kumtunza yeye. Bwana Yesu asifiwe. Lakini neno lililo na hekima ni, unajua sisi waokovu, sisi ni majaji, tuna judge between these three. Maana kuna mama, kuna mzee na kuna watoto. Amen. You need as a wise person uweze kujudge. Ikiwa nitaambia huyu mtu achana na hii ndoa aende, hawa watoto wake watabaki na nani? Yeye anatafuta faida yake mwenyewe, aone faida ya watoto na faida ya mzee. Anataka tu akae vizuri, akae na amani, bila kujua yeye ni dereva, amebeba watu wengi. Wewe kwa haraka, bila kukaa chini kufikiria, unafanya uamuzi wa haraka, unasaidia undada, anatoka anaenda kwa ile nyumba, anaenda kukaa peke yake. Hapo alikuwa anafanyiwa kila kitu chote, analipiwa nyumba, anafanyiwa kila kitu. Wewe ambao umeokoka, ukachangia kwa maneno yako yale umeyazoea na undunia, ukachangia kusambaratisha ile ndoa. Sasa watoto wamebaki wakilia, huyu hata dada mwenyewe amebaki akilia, na mzee amebaki kulia, kwa sababu umefanya wrong judgment. Bwana Yesu asifiwe. Umefanya hukumu mbaya, umefanya lile alistahili. Maana kwa njia moja unaona kwamba amekuja akakwambia mzee wangu ni mbaya, ananichapa. Muulize kwa nini unachapa? Maana mahali ambapo kuna kelele kuna hatari. Mahali ambapo unasikia kuku zinalia, inaona mwewe. Mahali kama hiyo ni mwewe, inaona mkololo. Haleluya. Mkololo ni kale kama mnyama kanabebanga kuku. Kuna kitu kina shida. Ukisikia huyu mama anasema kuna shida, usifanye kuongea haraka, nyamaza kwanza. Keep silent as a born again, as a believer. Usikuwa mtu wa haraka kufanya judgment. Bwana Yesu asifiwe. Ikifikia ufanye judgment, ni baada ya kuenda sana, ama ni baada ya kushughulikia lile jambo sana, ndipo inafika tamu kama mwokofu unashughulika. Sasa unamwambia mali imefika, wacha Mungu atende. Bwana Yesu asifiwe. Lakini usikuwa mtu mwepesi wa kufanya judgment. If you are going to do a judgment, you might do it wrongly or in the right way. Lakini kwanza we consult the Spirit of God to make us make the wise judgment. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo maneno yale ambayo unayabeba, the message that you are carrying, it is either killing people or making them alive. It is either killing their destiny or destroying their destiny. Bwana Yesu asifiwe. Ni ujumbe gani wewe unabeba? That is my question to you. Nataka tuangalie kwa dakika chache sana katika kitabu cha Proverbs. Kitabu cha Proverbs ama kitabu cha Mithali 10. Proverbs 10. Proverbs 10 hapo 20 yeah 20. Nitasoma kwa uwezo wa Bwana katika andiko kutoka kitabu cha Mithali 10
mstari wa 20 unasema hivi: ulimi wa mwenye haki ni kama fedha teule, moyo wa mtu mbaya haufai kitu. 21 midomo ya mwenye haki hulisha watu wengi, bali wapumbavu hufa kwa kuwa hawana ufahamu. Amen. Baba, ni asante kwa neno hili, nitumie kama chombo kuwafikia in Jesus name I pray. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Maandiko inasema kwamba ulimi wa mtu mnyovu ni dhahabu iliyoteulika. Bwana Yesu asifiwe. Nayo akili ya mtu mwovu haina maana. Naomba usome tena, mtu wa Mungu. Nasoma na translate kwa Kizungu, kutoka kwa Kizungu. 20 inasema hivi, Mithali 10:20 inasema hivi: ulimi wa mwenye haki ni kama fedha teule, moyo wa mtu mbaya haufai kitu. Yaani ulimi wa mtu mnyovu ni kama fedha iliyoteuliwa. Tuangalie, ni mara nyingi, unajua hapa tumeokoka, lakini hatuhusishwi tukafanya maamuzi kwa maisha ya watu. Bwana Yesu asifiwe. Juu wewe ukiitwa mahali pale namba 1, ukienda uingie ukasuluhisha maisha ya watu, utaambia huyu, utamuadvise wrongly. Amen. Utamwambia, unajua utafanya nini? Wewe achana huyo mtu. Bwana Yesu asifiwe. Unapomwambia hivyo, yale maneno umeyatumia inafaidi huyu mtu. Haifaidi, nimekwambia haitafaidi watoto, haitafaidi mume, na haitafaidi hata huyo mwenye kuuliza ushauri. Haleluya. Instead, yale majibu umempatia yamemumaliza, kwa sababu is just seeing today, she cannot see tomorrow. Au ni kesho, anaona leo. Bwana Yesu asifiwe. Huyo mtu anayekuja kwako kutafuta msaada, wamekosania kitu kidogo. Labda unaweza pata kwamba anakosania kwa sababu aendi kwao, mume wake aendi kwao. Amen. Anakuambia, unajua nini Pastor Joakim, sasa mimi niko na mume hataki kwenda kwetu. Hii ndio kitu anataka. Sasa unakuja unaangalia kama mtu ako na akili na hekima. Hii faida ya kwenda kwao, anataka mume wake aende kwao. Ni sawa, it's right, aende kwao. Na hii kesi imeletwa kwako. Ukiwa mtu na akili na hekima, how will you judge it? Utatumia maneno gani? Maana maandiko yamesema kwamba ni kama fedha teule. Pesa ikiwa imechaguliwa inaonekana iko na dhamana, ama kitu cha dhamana kila mtu anakipenda. Ukiwa mtu wa dhamana katika kufanya maamuzi, basi watu watakuteua uko unawafanyia maamuzi. Bwana Yesu asifiwe. Unapata kwamba unapoenda kuambia yule mtu ile neno tutamwambia, ndiyo atafanya vile umemwambia, lakini atakaa miaka 2-3 aseme afadhali singeenda kwa huyo, maana hii machozi ninalia kwa sababu alinimislead. Bwana Yesu asifiwe. Hii mambo ninapitia ama mateso ninayopitia, huyu ndugu, huyu mama, huyu mzee alinimislead. Saa hii ningekuwa na mume wangu, saa hii ningekuwa kwa mke wangu. So ukaenda mahali pale ukapatiwa maneno. Huyu aliyekupatia maneno alikupatia kile amewahi fanya. Hakukupatia kitu kigeni ambacho yeye angefanya. Amekupatia kile kiko ndani ya moyo wake. Kwa hivyo yeye ametoa kile kiko ndani ya moyo wake akaeka kwako. Bwana Yesu asifiwe. Ni kumaanisha yeye alikuwa na shida kama hii, akaachana na yeye, na sasa hata mwenye kupatia advice ni ako single. Kwa hivyo aweza akakupatia ushauri wa mtu ameoleka au ameolewa. Bwana Yesu asifiwe. Anakupatia kile kiko ndani yake. Amen. 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 Huko nyuma ukienda kuuliza mtu ameokoka kuhusu wokovu, kuna maneno atakwambia kuhusu wokovu. Either udumu katika wokovu au akusambaratishe katika wokovu. Maana maneno ya mtu mnyovu ama mtu righteous ni ya dhamani kama fedha
iliyoteulika. Unajua unapotembea pale njiani una pesa huwezi kuokota, na kuna nyingine utaokota. Ukipata shilingi moja unaipiganga teke, huwezi chukua maana haina dhamana. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ukipata shilingi 5 unaiangalianga hivi, alafu unajiuliza nichukue nisichukue, watu watanionaje nikiokota kobole? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ama hata kama utachukua utaangalia pande na pande hii, alafu unachukua ngoja ukutana na dhao moja. My friend, unakanyanga hivi, unasimama stanchu mtu asipite hapo, na unaangalia hapo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu ile dhao moja iko na dhamani kubwa sana. Ndivyo yalivyo maneno ya mtu mnyofu, mtu ambaye anamcha Mungu na anakaa ndani ya Bwana. Watu wanategemea sana wasikie kutoka kwake, kwa sababu maamuzi anayoyafanya ni maamuzi yenye maana na hekima kubwa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Unapoenda namba 21 inasema tena, midomo ya mtu mnyofu inawalisha wengi. Bwana Yesu asifiwe. Midomo ya mtu mnyofu inawalisha wengi. Many people wanategemea uongee jambo la maana. Kiongozi, a leader, wanasema fulani kama hajaongea hatuwezi tukasikia kama tuko sawa. Huyo mzee lazima ongee ndio roho zetu zirithike. Bwana Yesu asifiwe. President alikuwa katika safari ya kwenda huko nini? Huko mlima. Bwana Yesu asifiwe. Watu wa mlima, Bwana asifiwe. Hapa kuna mtu wa mlima. Haleluya. Wakati president alikuwa huko kwa mlima, kuna watu wakiongea walikuwa wanakuwa ekodwae. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ni kwa nini wanakuwa eko na wengine hawakui eko? Ni kwa nini wanaambiwa watu taki huyu tunataka huyu? Because kuna mtu akiongea anaongea hekima. Ni mtu mnyofu, kabla hajafanya kitu anafikiria kwanza. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sasa yule mtu ambaye kinywa chake kimejaa hekima anawalisha watu wengi na maneno yake inafaidi watu wengi. Unajua sometimes wakati mapepo, unaona watu wanavamiwa na mapepo, ni vile aliongozwa na mtu mbaya. Mimi nikiwa na mapepo ndani yangu na nikakwambia fanya jambo, tumeshirikiana pamoja katika yale mapepo imenisumbua. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mimi nafungwa na magonjwa ya uzinaa. Amen. Amen. Na kuambia wewe ukitaka hii maisha ukae vizuri, kuwa na tumrembo tuwili, sababu niko na tuwili. Zinaa itakupata kama vile niko nayo. Ile pepo iko ndani yangu, tumeshare mimi na wewe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa sababu nina share kile kiko ndani yangu. Kile ninafanya ndicho ninachokuambia. Na kile nitakachokuambia ukikifanya, basi tumeshare one altar. Tumeshare pepo mmoja. Ule pepo kwa ndani yangu nimekuambukiza. Wewe itafika wakati kile kilicho nikula na wewe pia kitakula. Kwa sababu we are sharing. Wale watu unaona napitia mateso mengi, sio kupenda kwao, ni ule ushirika wao na watu. Uliza ule mtu aliyeokoka. Uliza mtu ambaye alikuwa hajaokoka na sasa ameokoka. Atakwambia alipookoka akaachana na marafiki, yale mambo alikuwa anapitia wakati ule sio yenye anapitia saa hii. Kwa sababu zile vitu walikuwa anafanya azifanyi. Na kwa hivyo hayuko katika anga zao, ako kwenye anga ingine na marafiki wengine. Lazima aanze kushare mambo mapya na wale ameungana na wao. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Amen. Kwa hivyo hebu nikuulize wewe, ni kitu kipi wewe unashare na watu? Maana maandiko yanasema kwamba kinywa cha mtu mnyofu kinawalisha wengi. Na wengi watapenda kusikia kwake. Tumeona kwamba pia ulimi wa mtu mnyofu ni kama fedha iliyoteuliwa. My friend, wacha upatiwe 100,000. Bwana Yesu asifiwe. Amen. 100,000 uambiwe ni hii tu. Tunaambiwa fedha iliyoteuliwa. My friend, ukipata hiyo pesa itakusaidia sana. Itasaidia maisha yako. Itakusaidia. Kuna mtu atatoka katika maisha ya umaskini
akakuwa milionea. Lakini ule mtu ambaye roho yake alipatiwa kitu kibaya, wacha apatiwe hiyo 1 million, anaweza asibiwe, atakufa na wiki 2, kwa sababu atakunywa pombe sana. Ataingia ngari hapa aende Mombasa akaanze kuchukua wale wasichana wa huko warembo zaidi. Sasa anaweza asibiwe. Kitambo hiyo 1,000,000 iishe, magonjwa zinaitakuwa mingi kwake, kwa sababu roho yake iko hivyo. Amen. Na kile akonacho ndicho anashare na watu. What is in you, it is what makes you